Mheshimiwa Spika, jambo la kwanza ni swala la upatikanaji wa leseni kwa wafanyabiashara wetu ndani ya taifa letu. Mheshimiwa Waziri, swala la upatikanaji wa leseni, huko nyuma tuliwaambia wananchi wetu kwamba watakuwa wanapewa muda wa miezi 6 afanye biashara ndipo alipe kodi. Lakini leo Mheshimiwa Waziri, kwa uhalisia ulioko nje huko mtaani kwa wafanyabiashara wetu, anapokwenda manispaa kuchukua leseni ya kuanza kufanya biashara, anatakiwa kuwa na tini namba. Ili awe na tini namba ni lazima akadiriwe. Huyu mtu anakadiriwaje walihali hajaanza kufanya biashara? Mheshimiwa Waziri, tunaomba sheria hii ibadilishwe. Hicho kitendo na kauli mliyosema serikali wafanyabiashara kupata miezi 6 ili waweze kufanya biashara ndipo walipwe kodi, basi wewe pamoja na Wizara ya Fedha kaeni chini, tengenezeni mfumo ulio bora wa kuweza kuwasaidia wafanyabiashara wapate leseni kabla ya makadirio, wafanye biashara na hatimaye ndio waende wakalipe kodi ndani ya taifa lao. Hilo ni la kwanza Mheshimiwa Waziri. Lakini jingine kwenye biashara hiyo hiyo, Mheshimiwa Waziri, na mwaka jana nilisema kwamba kwenye swala la biashara leo upatikanaji wa leseni pamoja na ulipaji wa kodi, mfanyabiashara leo ana kodi lukuki kwenye taasisi mbalimbali. Na hizi taasisi Mheshimiwa Waziri, wewe tunakuambia haya kwa sababu wewe ndio mratibu wa shughuli za biashara. Wewe ndio tunakujua wewe uko na wafanyabiashara. Mheshimiwa Waziri, huyu mfanyabiashara anatakiwa kwenda manispaa, anatakiwa kwenda TRA, anatakiwa kwenda OSHA, anatakiwa kwenda fire, anatakiwa kwenda sijui na ana mlolongo wa taasisi anazotakiwa kuzifuata. Akiamua kwenda kutafuta leseni ama kulipa ama kuchukua hizo control number, anatakiwa kupoteza siku 2 mpaka 3 anahangaika na hizi taasisi. Kama tumeweza kuweka vituo jumuishi kwenye mipaka yetu, tunashindwa nini kuweka vituo jumuishi kwenye halmashauri zetu ili wananchi wetu wakapata huduma kwa wakati na wakaweza kufanya shughuli zao zingine kuwapunguzia muda wanaopoteza. Kwa niombe pia mlione swala zima la kuwa na kituo jumuishi ndani ya halmashauri zetu ili hawa watu wote wawepo eneo moja na hatimaye mfanyabiashara wetu anapokwenda kutafuta huduma apate kwenye eneo moja. Lakini pili, kwenye swala hilo la kupata hizo huduma, swala zima la uchangiaji wa hizo kodi, tunawaomba Mheshimiwa Waziri, zungumzeni na watu wa TAMISEMI, zungumza na watu wa fedha, lakini pamoja na wewe ambao ndio msimamizi wa biashara, hizi fedha tuziweke kwenye kapu moja. Huyu mfanyabiashara anapoenda kulipa akalipe kwenye kapu moja. Tengenezeni mfumo wa kuzisambaza kwenye hizo taasisi ili tumeondolee mfanyabiashara mzigo wa kuhangaika na kutapatapa na makontrol namba ya kila taasisi. Kwa hiyo tunakuomba sana kwenye hilo uweze kuwasaidia wafanyabiashara wa taifa hili. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo jingine limesemwa pia na wabunge wenzangu ni swala la skana kwenye mipaka yetu. Leo mipaka yote ya nchi nzima tuna skana moja tu kwenye mpaka mmoja. Mheshimiwa Waziri, tunapoteza mapato. Naomba wewe kama msimamizi wa wizara, lakini ndio unasimamia sera, zungumza na Waziri wa Fedha hatusaidie kununua skana kwenye hii mipaka ili tuweze kukusanya hizo kodi ambazo zitakuwa stahiki kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo nikuombe sana swala hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo jingine ambalo natamani kulisema ni swala la stakabadhi ghalani. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nishukuru mfumo huu, lakini ninachotamani kuwaomba Wizara ya Viwanda kupitia stakabadhi ghalani wakishirikiana na Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, la kwanza ni elimu kwa wananchi wetu, lakini la pili Mheshimiwa, watusaidie kuondoa mtukati ambaye ndiye anaharibu mfumo huu. Wananchi wetu huko wao wako salama, lakini huyu ambaye halimi, ambaye hafanyi chochote ndio wanatuharibia huu mfumo. Nikuombe Mheshimiwa Waziri, wewe pamoja na Waziri wa Kilimo, simamieni, wasaidieni wakulima. Huyu mtukati anayekuja hapa, kama hawawezi basi wawaache wakulima wetu waende wao ndio wafanye hiyo biashara, wauze mazao yao kwa uhuru ili waweze kupata hiyo faida badala ya kuja kuendelea kuwanyonya wakulima wetu. Lakini jingine kwenye stakabadhi ghalani Mheshimiwa Waziri, maeneo mengi hatuna magala. Nikuombe oneni namna bora ambao mnaoweza kutuletea magala yanayohamishika ama magala yanayotembea ili kwenye yale maeneo ambayo hayana magala mtusaidie kuyasogeza
Moja, mtawasaidia wananchi wetu kupata hiyo huduma na kuhifadhi, lakini pia na gharama za usafirishaji na upotevu wa mazao utapungua kwa kiasi kikubwa kuliko leo ambavyo tunahangaika kusafirisha mazao kutoka eneo moja kwenda jingine ambao pia ni umbali mrefu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nizungumzie bunge lililopita. Kuna watu wa Vodacom walikuja hapa Mheshimiwa Waziri, na hili nakuambia kwa sababu ni mtu wa biashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulipewa semina hisa za Vodacom, na baadhi ya wabunge na Watanzania huko nje walinunua hizo hisa, lakini mpaka leo hisa zile, Mheshimiwa Waziri, hatujui zile hisa kinachopatikana, hizo hisa zilishapotelea wapi, hakuna chochote kinachojulikana. Tusaidie Mheshimiwa Waziri, hisa za Vodacom ambazo tulikuja wabunge tukaelimishwa hapa ndani, lakini pili zikatangazwa huko nje, wananchi wakanunua hisa zile, mpaka leo kumekuwa kimya. Wananchi, mtu ana hisa za milioni 10 analipwa shilingi 1,120,000 kwa kipindi cha miezi 6. Mheshimiwa Mwenyekiti, huu ni utapeli kama utapeli mwingine, na hiyo haiwezekani. Taifa letu tulikuwa tunaendelea kuleta watu wanatangaza fursa nzuri, lakini matokeo yake kwenye utekelezaji unakuwa ni tofauti. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru na naunga mkono.